leo mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali. Amekubaliana tuna vitu viwili, swala kuhusiana na majina yake na ni mkazi wa wapi, na kwamba alishikwa akaletwa, alishikwa kaja mahakamani, na kwamba anashtakiwa kwa makosa matatu ya uchapishaji wa habari za uongo. Lakini hoja nyingine 8 mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini, mawakili wake amesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale 10. Kwa hiyo mambo 8 yanabishaniwa. Upande wa mashtaka wamesema kwamba utakuwa na mashahidi wasipungua 15, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao. Lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeeleza kwamba kuna mtu alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe, upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo taarifa mapema ili kuweza kusaidia kuweza kujiandaa. Na mwisho wa siku hakimu, upande wa utetezi kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazotumia pindi pale baada ya upelelezi. Upande wa mashtaka utakuwa umemaliza kesi yake, na kama kuonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi na vielelezo vipi ambavyo tutavitumia, vielelezo vingapi ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo baada ya hapo hakimu ameahirisha shauri hili mpaka vile tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nadhani itakuwa ni muda wa saa 3.